lakini ndoa inapaswa iwe raha. Sasa nini huwa kinaondoa raha? Ni kile ambacho niliwaambia hawa. Watu wengi wanapooana huwa ni wasanii. Yaani anavaa tabia ya kuiga, tabia ya usanii, anakuwa mwigizaji, hawi halisi. Na ndoa zinasumbuliwa na mambo ya chini chini, mambo ambayo unadhani una mke kumbe mke huna, unadhani una mume kumbe mume huna. Mwenzako ana mambo ya chini chini, wewe huna habari. Mwenzako ni mbea, huna habari. Mwenzako ni mchoyo, wewe huna habari. Mwenzako ni mshirikina, huna habari. Anakwendea kwa waganga, huna habari. Kuna watu hapa, yani kama ungegundua mambo uliyofanywa ungeshangaa. Umeogeshwa madawa mengi, maji ya kuoga madawa, chai yako madawa, kwenye nguo zako madawa, chumbani kwako, na wewe huna habari. Nina mke huna madawa. Yani maisha ya chini chini. Sasa hicho kitu utakila. Hebu tuangalie kati ya wanaume na wanawake, nani wana mambo mengi ya chini chini ambayo mwenzako angejua angekata tamaa? Hebu soma nami Mhubiri 7. Kuna jambo ambalo Mhubiri aliyeshughulika na mambo ya wanawake na wanaume analisema. Hebu tuliangalie hili, alafu baada ya tafakari hiyo uamue kuwa mtu mzuri kwenye ndoa yako. Mhubiri 7, soma fungu la 26. Kuna kitu ambacho anakisema kinatisha. Sema nami. Anasema, nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti. Nimeona lililo na uchungu kupita nini? Yaani kuna jambo chungu. Yaani mwanamke ngoja dokta. Yaani unajua kitu kinachotisha kizadi ni nini? Mauti. Lakini nasema kuna jambo ni chungu kuliko nini? Ni lipi hilo? Yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo. Yaani mke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, anakuambia kitu kumbe hamaanishi, anakutega, ana njama. Nishawaambia hapa wanawake hawa, wanawake mjambo, wanawake mjambo. Profesa wangu wanawake anaweza kamka asubuhi akakwambia hapa panauma, hapa sio kwa panauma, ile anataka aone utasemaje. Sasa unamwambia wapi? Hapo hamna kitu hapo. Siku hiyo hamki, hapiki, hafui, atalala tu. Siwezi umesema haumwi. Anakutega, anasema mitego na tanzi. Mwanamke ataka hivi, akikwambia hapa panauma, unamwambia wapi? Hapo ni hatari sana hapo. Hapo panatisha. Alafu unapiga simu kazini kwako. Asubuhi unamwambia boss, mke wangu anauma sana. Naomba ruhusa leo nisije kazini, nimpeleke Muhimbili. Nadhani atapewa rufaa kwenda India huyo. Na unaongea mbele yake, anakusikia. Ukiweka mipango ya kumpeleka India asubuhi, utasikia tu. Ukishaka simu unasikia, nasikia nafuu. Sema ha. Sasa kama hujui kwamba hao ndio wanaitwa wanawake ambao tumeambiwa, enyi waume kaeni na wake zenu kwa nini? Kwa akili. Be clever, because they are clever more than you. Kama ulikuwa hujui, kaa nao kwa akili. Sasa anasema mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi. Endelea dokta. Na mikono yake ni kama vifungo. Yeye ampendezaye Mungu atamponyoka. Bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Endelea. Tazama, asema Mhubiri, mimi nimeona hayo kwa kulinganisha hili na hili. Yaani amefanya utafiti wa maisha ya wanaume na wanawake, akafanya comparison research hii na hii, ambayo bado nafsi yangu ni kali nikiitafuta nisione. Mwanaume mmoja katika 1000 nimemwona. Ishia hapo. Anasema alifanya utafiti
Nani waadilifu, nani wa kweli, nani hawana mitego, nani hawana hila, nani sio waongo, nani sio wajanja, nani sio washirikina, nani sio wanafiki. Akatafuta, akaanza na wanaume. Dr. Nyantahe akasema katika wanaume 1000 akapata wangapi? 1. Wanaume huyu 1 katika 1000, mwaminifu, mkweli, hana hila, Mkristo wa kweli huyu. Wanawake, bali mwanamke mmoja miongoni mwa wote mimi sikumwona. Hayo sio ya kwangu. Hayo sio ya kwangu. Mama Siaga, yuko Mama Siaga hapa. Hayo sio. Anasema katika wanaume 1000 huyu, lakini katika wanawake wote wangapi? Anasema flat, mimi sikumuona. Sasa ili ndoa iwe ndoa, hata kama maisha yakiwa vipi, uaminifu na ukweli ndio tu unaoleta furaha na amani. Kijana mmoja alikuwa anataka kuoa Dr. Nyantahe akamwambia baba yake, na baba, nimempenda Juliana, nyumba jirani hivi. Sasa anawaambia wazazi wake, mama, baba, mimi nataka kumwoa Juliana, ni mtu tu, ni nyumba jirani. Baba akasema yupi? Akamwambia yule dada. Baba akasema yule huwezi kuoa, yule hapana. Sasa baba, lakini mimi nimempenda. Anasema huwezi kumuoa, huwezi. Lakini baba, sasa mama akamwambia, lakini na wewe kwa nini unamkatalia mtoto? Anasema nimesema huyo hapana. Kwani baba akawa kila siku hataki. Mtoto anambembeleza, hataki. Miezi, mwishowe mwaka, baba anasema Juliana huwezi kumuoa. Siku moja mtoto akamkalia baba yake kwa sababu, baba, sasa mimi yule ndio chaguo langu. Baba akamwambia, sikiliza mwanangu, Juliana huwezi kumuoa. Juliana ni ndugu yako, yule nimezaa mimi, mama yako hajui, lakini yule na wewe ni baba mmoja, ndio mimi hapa. Kwa hiyo yule huwezi kumuoa, tafuta mwingine. Yule na wewe baba yenu mmoja, ndio mimi, ila mama yako hajui. Sasa mtoto na mama yake huwezi kumzuia. Kamwambia, mama, baba ameniambia kwa nini hataki nimuoe Juliana. Kumbe Juliana ni ndugu yangu. Kumbe baba alizaa kule, bila tu wewe ndio hujui. Mama akamwambia, sasa nikwambia mwanangu, sasa Juliana oa. Yule oa, kwa sababu na wewe huyu sio baba yako. Baba yako yupo, ila baba yako hajui. Katika hao wawili nani bingwa wa michepuko? Mungu aturehemu, tuwe na ndoa zenye ukweli kwa jina la Yesu. Amina.